nasikia ni kama nimebarikiwa sana. Wewe mwenyewe umesema ulikuwa unanitafuta, lakini mipango ya Mungu inashinda mipango ya binadamu. Niko hapa kwa sababu nilipigiwa simu na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka jana, akaniambia angependa kushiriki na nyinyi hapa, na akaniomba tuambatane na yeye, na ndio maana nimefika hapa kwa mwaliko wake. Huyo Mheshimiwa Kalonzo, kuna watu wamesahau kwamba yeye ni principal, yeye ndio deputy ya baba Raila Amolo Odinga ndani ya muungano wa Azimio. Kwa hivyo akipiga simu, sisi wote ambao tuko ndani ya Azimio tuko na jukumu la kupokea hiyo simu na kufanya jinsi ambavyo ametuelekeza. Mimi nataka Mungu aende mbele yetu, aendelee kuinua hili kanisa, awape hekima ya kufanya miradi yote ambayo ile mmesema mnataka kufanya. Mimi kama Sifuna, kidogo ambacho niko nacho, nataka nikuhakikishie kwamba mwezi wa 4 nitasimama na hili kanisa wakati tunafanya mchango ili kuanza ambayo nimesema. Na nabii, wewe unajua maandiko kushinda Sifuna, lakini ninajua maandiko kidogo na mimi. Maandiko yanasema sio mikono yote inaruhusiwa kujenga hekalu la Mungu. Unajua hivyo? Wakati ambapo ulifika kujenga hekalu pale Yerusalemu, yule jamaa aliambiwa, wewe Daudi, kwanza mikono yako ni michafu, imemwaga damu, hauwezi kuruhusiwa kujenga hekalu. Nataka niwaombee kanisa hili. Nataka niombee kanisa hili ya kwamba hata kwa shida msikubali mikono michafu ikuje ijenge madhabahu ili uwepo wa Mungu ukatae kushuka juu ya madhabahu yetu. Sasa sisi ambao unatuona hapo, mimi huyu Sifuna najua mbele ya Mwenyezi Mungu yangu nikikupatia haiwezi kukunyonga. Sijaibia mtu, sijawacha yatima mahali, sijanyang'anya mjane chochote. Ni kidogo, lakini nikikupea Mwenyezi Mungu atashukia hapo kwa hiyo mkono. Hata kwa hii huduma yenu ya TV ukiangalia M-Pesa utaona jina ya Sifuna, nimekumina kitu hapo ndani ili injili iendelee kutembea. Na umeniambia nisimame imara. Hadithi ambayo umetupatia historia yako hapa, umetoa ile karai ulikuwa unatumia kuchoma mahindi, na ndiyo imekuleta umefika hapa. Ukiona mtu ambaye hasahau mahali alitoka, huyo ndio mtu mwenye hekima. Unajua saa hii nabii, kuna watu ndani ya chama changu cha ODM wamesahau chama kilitoka wapi, wamesahau ni nini chama cha ODM kinasimamia. Wengine wananiambia sasa wamechoka kutetea wananchi, wanasema hawakuzaliwa kukaa ndani ya upinzani, wanasema wamechoka kutetea haki zenu. Mimi nataka niseme vile umeniambia hapa, mimi nitazidi kusimama kwa ukweli. Kama kitu ni kibaya, kitu ni kibaya, na tutasema ni kibaya. Wale ambao wanasikia wamechoka, kama umechoka kutetea wananchi, umechoka kusimama na haki, wewe ondoka ndani ya chama, wewe uingie tu UDA mara moja, ukue huko na Ruto, si ndio? Kwa nini unajifanya wewe unapenda rais sana, mtu ambaye anasimama na chama ingine? Wewe umesahau wewe ni mwana ODM. Kama wewe umechoka na ODM, ingia tu kwa Ruto direct, mkue huko, tujue nyinyi watu ya UDA na sisi tubaki kutetea haki za wananchi. Tuko pamoja hapo. Wanasema kwa Kiluya, olabona ruchi mtenya abalwe bililio lwangu. Ukiona mtu unakauka, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, huo mtu umesahau mahali ambapo ulitoka. Safari ya kukomboa hii taifa si rahisi. Hata wana Israeli walichukua miaka 40 years wakihangaika jangwani, wanatafuta kufika wapi? Canaan. Wewe umejiunga na upinzani tu juzi. ODM umeingia wiki 2 kabla ya nomination, ushachoka. Unatuambia unataka kufika ndani ya serikali ya wenyewe, serikali ya wafisadi, serikali ya wauaji, serikali ya abductors. Unatuambia nini bwana? Mimi nataka kuambia nabii, wewe bora uendelee kuniombea Mwenyezi Mungu anipe uhai na hii sauti ambayo niko nayo. Sitatoka mahali ambapo niko. Hiyo ndio msimamo wangu. Wewe unanijua. Wacha mvua ikuje ama inyeshe ama jua iwake, mimi nitasalia kuwa mtu wa kusimama na wananchi na kusimama na ukweli. Jambo la mwisho kabisa, ndugu yangu Ndegwa amezungumzia swala la IEBC. Huyo profesa unayemsema Adam Zolo alichaguliwa na chama cha Azimio ndani ya bunge.
Na wakati ambapo alichaguliwa, Zakayo wako wameingia kwa store yetu kuchukua hao experts. Hapo wameingia hapo. Alichaguliwa wakati ambapo tulikuwa tunafanya huo mswada ndani ya bunge. Sasa vile wewe mwenyewe umesema tayari ndani ya chama tumeanzisha mazungumzo ya kuhakikisha kwamba tunatafuta replacement wake. We know the law. ODM has more lawyers than we can count. So sisi tuko sawa. Nataka kukuhakikishia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ya kwamba umoja wetu kama wanaazimio ni muhimu sana. Ndio inapea hawa watu hope ya kwamba Kenya inaweza kuwa tofauti. Tusifanye lolote kitutenganishe. Tusifanye chochote kitutenganishe, kwa sababu Kenya nzima inaangalia watu wa Azimio wakomboe nchi. Nasikia wakitembea huko wanasema ati mwanaume gani ataangusha Ruto 2027. Acha niwaambie, kuna hadithi ndani ya Biblia jinsi ambavyo Daudi alikuwa mfalme. Unajua hiyo hadithi? Nabii wale walikuwa wanajua familia ya kina Daudi, walikuwa wanafikiria yeye ndio hauwezi kabisa, alikuwa anachunga kondoo, si ndio? Lakini Mungu alipomtuma yule nabii, anamwagia yeye mafuta hivi. Mafuta ilimwagikia nani? Daudi, yule ambaye alikuwa anachunga kondoo. Kwa hivyo sisi kitu ambacho tunajua ni kwamba haijalishi ni nani, sisi tunataka kukomboa Kenya. Tunataka kukomboa Kenya. Hata nabii wetu kukupatia hiyo tiketi, mimi naona unaangusha mtu tu. Kenya tuko watu milioni 50, hawezi kutuambia ati hakuna mtu anaweza angusha yeye. Kwa nini? Tunataka kuwa na nchi ambayo watu wako huru na nchi ambayo inaheshimu uhuru wa wananchi. Kwa hayo mengi nataka kusema asante sana. Wakati nitapomuita Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ana toleo kidogo kwa ajili ya kazi ya madhabahu haya, sisi wengine wote tutasifikisha yeye. Kwa hivyo naomba kwa wakati huu uniruhusu nabii, kwanza nikuje nikupatie namba yangu personal. Usiseme ati ni ya pili yangu mimi mwenyewe. Nikuwekee hapo, tutakuwa tunazungumza. Ukiona mawimbi yanakuja, wewe unaniombea, shetani anapotea. Asante sana. Kwa wakati huu nataka sote tusimame, tumkaribishe kinara wa chama cha Azimio, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka atuhutubie.